Hata anayekunywa pombe ana mahusiano na Mungu. Utasikia Mungu huyo atusameage tu, anaendelea kunywa pombe. Anaenda kusema Mungu mwenyewe anajua bwana, wewe tuendelee tu. Ana mahusiano na Mungu, hana ushirika. Hana ushirika. Tuna watu wengi tunao ndani ya makanisa wana mahusiano na Mungu, na kinachowafanya wawe na mahusiano na Mungu, wengine kwa sababu ya nafasi walizopewa wanakuta wana mahusiano na Mungu, lakini kwa kweli hana ushirika na nani. Mwingine kwa sababu amepewa, kwa sababu anaimba, kule kuimba kunamfanya awe na mahusiano na Mungu, lakini kwa kweli hana ushirika na nani? Na Mungu. Mwingine kwa sababu ni mzee wa kanisa, ni kweli ana mahusiano na Mungu kwa sababu ya nafasi aliyopewa, lakini ndani hana ushirika na Mungu. Ni kweli ana mahusiano na kanisa, analipenda kweli, lakini hana ushirika na Mungu. Kwa sababu kama una ushirika na Mungu, watu wenye mahusiano na Mungu ndio wale ambao akikumbana na mambo magumu anasema wewe niache kwanza, ngoja niende kwenye mambo yangu. Akimaliza anarudi na anaendelea kama kawaida na kanisa. Huyo ana mahusiano na Mungu, ana ushirika na nani? Ngoja tu niende kanisani, wasije wakasema watu wasije watu wakasema hawajaniona. Ulikuwa wapi mpendwa? Wewe una mahusiano na Mungu na watu, ila hauna ushirika na nani? Hauna ushirika na Mungu. Sasa ukipita kwenye changamoto mbalimbali unaachana na Mungu kabisa. Wewe una mahusiano, hauna ushirika na Mungu. Angalia kiwango cha ushirika na Mungu. Ninaposema ushirika ni kipi? Niki hapa. Saa ambayo unafika mahali unasikia kabisa ndani yako, kule ndani unasikia kugua unapokosea. Unasikia kule ndani kugua unapoona uko mbali na Mungu. Kule ndani umekaa umetulia namna hii, unasikia Mungu anakuambia, mwanangu, pamoja na mambo yote unayoyafanya kanisani, lakini mwanangu wewe ni mchawi, ondoa huu uchawi. Yaani ukifika kwenye hicho kiwango ndio inaitwa ushii. Inaitwa nini ushii? Ile sauti ya ndani inaanza kukukarabati ya kwamba pamoja na nafasi ulio nayo, lakini kule ndani unasikia kuna vitu vinapiga kelele. Acha, ambapo hakuna hata mtu anayesikia, hakuna mtu hata anayeona, lakini nguvu ya Mungu inapenya kule ndani. Ushirika na Mungu ni kile kitu ambacho unafika mahali saa nyingine umekorofishana na Mungu. Umenielewa? Hebu mwambie jirani yako, umekorofishana na Mungu. Sema umekorofishana na Mungu. Sema umekorofishana na Mungu. Simuona hapa mimi nimevaa na joho. Umeliona hili joho hili? Sawa? Umeelewa? Hili ni vazi. Hili ni vazi. Linamaanisha utakatifu. Haleluya. 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 Angalia sasa kitu cha ushirika ninachokwambia. Ukikaa kule ndani peke yako, wakati unaomba, unaambia Mungu, pamoja na nafasi ulionipa, lakini mimi kwa kweli nakunywa pombe, nisaidie. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Yaani majuzi sisi nilikwambia kwamba ushirika ni kile kiwango ambacho kuna maombi tukianza kuomba hapa, kuna maombi hautatamani hata rafiki yako asikie, kwa sababu maisha yako ni machafu ya silini kupita kawaida. Mwangalie jirani yako, muulize, maisha yako masafi? Juzi nikawa na watania vijana kwenye simu, message password, kwenye message password, ingia kwenye call password, ingia kwenye nini password, message hayaele machafu. Sasa sikiliza, unapokuwa na ushirika na Mungu, ukikaa peke yako unasema, Mungu, pamoja na yote mimi mchafu, nisaidie. Ila mwenye mahusiano na Mungu ataona tu kawaida, ataendelea anafanya, anarudi anaendelea, anaendelea. Sasa ana mahusiano na Mungu, hana ushirika na nani? Hana ushirika na Mungu. Na Mungu anataka ushirika ili aweze kumhudumia mtu mmoja mmoja ndani. Tumekaa hapa, kuna watu wana mambo machafu, kuna watu wana mambo maovu, kuna watu wana mambo ya siri, kuna watu wana mambo ya aibu, kuna watu mambo hata ukisikia mpaka masikio yanawasha, ni mabaya. Hata mwenyewe saa nyingine akiangusha simu mpaka anawaza, tukifungua hiyo simu haina usalama, ni machafu. Baba wa mtu anawasiliana na watu message aliyomo mpaka haeleweki, unafisio mume wa mtu, ni uchafu. Mwangalie jirani yako, mwambie usikasirike, badilika. Badilika.
Unamwona nje mstaarabu namna hiyo, mchafu ndani. Mwangalie, mwambie rafiki, ulivyo ndivyo ulivyo. Muulize, ulivyo ndivyo ulivyo. Na nimesema mwangalie, usiniangalie mimi. Nimesema mwangalie jirani yako, muulize, ulivyo ndivyo ulivyo. Kaloka anapiga pa. Mungu amekuona. Yaani wewe pa. Sasa nimekuona. Ushirika ni kitu cha ndani, sio cha nje. Mahali ambapo mkono wa mtu haufiki, mawazo ya mtu hayafiki, lakini Mungu aliye hai anafika. Huko ndiko kwenye ushirika. Unakuja unatoa sadaka, Mungu anacheka, anaangalia una mahusiano na mimi ila una ushirika, kwa sababu kuna mambo yamekubana ndani yako bado umegoma kuyaacha. Anatafuta ushirika. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mwangalie jirani yako, mwambie ulivyopendeza nje na mtu wa ndani amependeza hivyo hivyo. Kwa sababu nilikwambia Mungu anahitaji ushirika kwenye maeneo matatu. Anahitaji ushirika kwenye mwili wako, anahitaji ushirika kwenye nafsi yako, anahitaji ushirika kwenye roho yako. Basi Mungu wa amani awatakase ninyi kabisa, miili yenu, roho zenu na nafsi zenu, awatakase kabisa. Anahitaji kuwa na ushirika kwenye mwili wako. Ndio maana miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mtu akiliharibu na yeye analiharibu, kwa sababu anataka ushirika kwenye mwili. Kwa hiyo kwenye mwili atakufundisha namna ya kuvaa, atakufundisha namna ya kuenenda. Utatuambia sisi hatuangalii mavazi jamani. Mungu aangalii mavazi, ni kweli, ila sisi sasa wanadamu sisi ndio tunaonana hivi sasa. Tusaidie basi sisi. Tusaidie sisi basi. Tusioamini tusaidie sisi. Mwambie jirani yako, nisaidie mimi basi. Mwambie nisaidie mimi basi. Anataka kwenye ushirika mpaka kwenye mwili wako. Mavazi yako, tabia yako, mwenendo wako, usemi wako. Anataka ushirika. Anataka ushirika kwenye nafsi. Nikakwambia kwenye nafsi ndio kwenye maamuzi. Kwenye nafsi ndio kwenye mawazo. Kwenye nafsi ndiko huko kuna akili ndani ya nafsi. Na nikakwambia huyu unayemuona nje ni nani tu? Ni vazi. Ila mtu halisi yuko wapi? Yuko ndani. Kwani sura ndio inayowaza? Kwani macho ndio anakuambia nenda huko? Mwangalie jirani yako. Huyo unayemuona asili yuko ndani. Anaitwa nafsi. Ndiye anayeamua mambo. Ndiye anaamua anafanya au afanye. Anaamua akasirike au akasirike. Mungu anataka ushirika mpaka huko. Sasa leo nataka nizungumze kitu kidogo tu asubuhi ya leo. Kwa sababu yako mambo mengi tumepita. Kwa tunaangalia namna ya kutunza na kuendelea kukaa kwenye ushirika na Mungu. Jambo lingine ni hili. Jifunze kuombea moyo wako, akili yako na nafsi yako ili visilemewe. Hii ndio package ya asubuhi. Jifunze kuombea moyo wako, akili yako vizuri, pamoja hata na nafsi, ili visije vikalemewa. Hebu sema kulemewa. Hebu sema kulemewa. Hebu sema kulemewa. Hebu sema kulemewa. Ndio, mwili unaweza kulemewa, nafsi inaweza kulemewa, roho inaweza kulemewa. Kujifunze kuviombea ili visije vikalemewa. Kwa hiyo ajenda yangu asubuhi ya leo, upate nafasi ya kuomba ili mwili, nafsi na roho visije vikalemewa. Jifunze kuviombea. Luka 21:34. Luka 21:34. Luka 21:34. Luka 21:34. Tumepata wote? Luka 1:34. Luka 1:34. Luka 1:34. Tumepata wote? Luka 21 mstari wa 34. Luka 21, sorry. Luka 21:34. Luka 21:34. Mahali hapo 34 mpaka 36. Neno la Mungu linasema hivi. Basi, hebu sema basi. Lile neno basi, kuna mtiririko wa maelezo alianzia kule juu. Sawa?
kuna maelezo aliyotangulia kule juu, alafu anafika hapa basi. Maanake katika hayo yote aliyoyasema, katika hayo yote aliyoyaeleza, anasema basi jiangalieni. Hebu sema jiangalieni. Hebu sema jiangalieni. Na wewe Biblia yako imeangalia na wewe Biblia yako imeandika jiangalieni. Kila mtu Biblia yake imeandika jiangalieni. Basi jiangalieni, mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo, kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Basi kesheni mkiomba kwa ajili ya yale, ili usije ukalemewa na yale pale. Mioyo yenu isije ikale. Basi kesheni. Maana kuna siku ghafla ambayo Mungu atakuja, ambaye hakuna anayefahamu. Anasema itawajia ghafla. Anasema basi kesheni, ili msije mkalemewa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Mioyo yenu isije ikalemewa. Ikalemewa na nini? Ikalemewa na ulafi, ikalemewa na ulevi, ikalemewa na masumbufu ya maisha haya. Kwa hiyo amezungumza mambo matatu: isije ikalemewa na ulafi, ya pili isije ikalemewa na nini? Na ulevi, na namba tatu isije ikalemewa na masumbufu ya maisha haya. Mambo mangapi? Mambo mangapi? Kwa hiyo kesheni, ili hayo yasije kaulemea moyo wako. Kesheni mkifanya nini? Kesheni mkiomba. Mkiombea nini? Moyo. Mkiombea nini? Akili. Mkiombea nini? miili yenu isije ikalemewa. Ukisoma Biblia habari njema, anasema muwe macho. Na wakati anasema basi jiangalieni. Biblia habari njema anasema muwe macho. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, angalieni manake muwe nini? Muwe macho. Kuwa macho manake nini? Kuwa macho manake nini? Maana ya kwanza, kuwa macho manake watu wakeshe kwenye nini? Kwenye maombi. Maana ya pili, kuwa macho manake uwe makini. Uwe makini. Uwe macho manake tazama mara mbili mara tatu. Usiishie tu kutazama. Uwe macho manake anasema uwe macho. Uwe macho. Uwe macho. Kwani mimi siwe macho? Uwe macho. Uwe macho. Kuna kitu anakisisitiza. Kwa Biblia habari njema anasema muwe macho, mioyo yenu isije ikalemewa. Alafu kwenye ulafi yenyewe imesema anasa. Anasa. Kule amesema ulafi, huko amesema nini? Anasa. Anajaribu kulichambua lile neno upate kuelewa usilemewe na vitu gani. Anasa, ulevi. Alafu kule anasema na masumbufu ya maisha haya. Kule kwenye Biblia habari njema anasema shughuli za maisha. Kule masumbufu ya maisha, huko anasema shughuli za nini? Za maisha. Pilika tulizo nazo zisije zikatutenga tukawa mbali na nani? Mbali na. Anasema basi mweni macho. Kule anasema jiangalieni. Huku muwe, maana ya kujiangalia maana yake uwe makini. Chukua tahadhari. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Biblia takatifu inasema, Biblia takatifu ile neno basi jiangalieni yenyewe inasema jihadharini. Hebu sema jihadharini. Jihadharini. Kwa hiyo angalieni manake jihadhari. Angalieni manake uwe makini. Jiangalieni manake chukua tahadhari ya kwamba kuna kitu kinakuja ambacho mwili wako utalemewa, nafsi yako italemewa, na roho yako itafanya nini? Italemewa. Na matokeo ya hivi vyote kulemewa,
mtu ataondoka kwenye ushirika na nani? Sasa hapa